فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jana tulianza kuingia katika risala hii ndogo ya masala yanayofungamana na siyam, kitabu cha manhaju salikin, manhaju as-salikin cha al-allama al-sheikh Abdurrahman bin Nasir as-Saadi rahimahullahu ta'ala. Tukasema kwamba mwaka huu insha Allah, yani katika masala ya saumu tutatukua au tutasoma mlango wa saumu katika kitabu hichi ambacho ni mukhtasar cha mwanachuoni kama huyu. Darsa ya jana tulianza kuzungumza tarjamatun mukhtasara, tarikh au tarjama ya ufupi, kwa ufupi tarjama na tarikh au biography mukhtasar ya mwanachuoni kama huyu. Tukaanza na jina lake na nasabi yake, halafu nash'atuhu wa mauliduhu, kukulia kwake na kuzaliwa kwake. Nukta ya tatu, talabuhu lililmi, kutafuta kwake ilmu. Leo tuingia katika nukta ya 4, halafu moja kwa moja tuanze na kitabu siyam. Sifatuhu wa akhlaquhu, sifa zake na tabia zake. Naam, mundu an tara'ra'a, asema mshereheshaji wa risala kama hii, mundu an tara'ra'a, tokea alipokulia. Tara'ra'a ni kukulia, naam, ni kukua. Kana salihan, alikuwa ni kijana mwema. Muhafidhan, mwenye kuhifadhi. Ala qawaidi ddin, misingi ya dini. Wa muhibban lilkhair, na alikuwa ni mwenye kupenda khairi. Wal ihsani, na kufanyia wema. Ila alfuqara'i wadhu'afa, na alikuwa ni mwenye kuwafanyia wema mafakiri na madhaifu. Ni sifa nzuri ya kila muislamu, ya kila mu'min ambaye ajipambe na sifa kama hii. Wa kana dhakiyan, na alikuwa ni mwerevu. Naam, biography tarjama ya al-allama al-sheikh Abdurrahman bin Nasir as-Saadi. Katika sifa za mwanachuoni huyo, kana dhakiyan, alikuwa ni mwerevu. Muhibban lilmunaqasha, akipenda munaqasha, kujadiliana kwa ajili ya faida, si majadiliano kwa ajili ya kupimana na kwa ajili ya kwamba kutaka kumtweza mtu, kumuonyesha kwamba hajui. La, muhibban lilkhayr, muhibban lilmunaqasha, alikuwa apenda majadiliano kwa ajili ya kupata faida. Mutawadhi'an, alikuwa ni mtu ana sifa ya unyenyekevu, ambayo ni sifa ambayo yani ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisema katika hadithi, wama tawadha'a 'abdun lillahi illa rafa'ahu, wala hawi mja ni mwenye kuwa na sifa za kunyenyekea, kumnyenyekea Mola wake, illa rafa'ahu, illa Allah atamnyanyua. Na mwenye kunyanyua ni Allah subhanahu wa ta'ala, si binadamu. Kama ambavyo tuamini mwenye kuzimiliki nyoyo za watu nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wanadamu wote waseme watafanya bidii kutaka kuzigeuza nyoyo za binadamu
zikuchukie, zisikupende, lakini mgeuzi nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye mwenye kuzigeuza nyoyo, na nyoyo zote ziko katika milki yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka atazigeuza kutoka katika njia nzuri kwenda katika njia mbaya, na kutoka katika njia mbaya kwenda katika njia nzuri. Yeye ndiye muqallibal qulub, na mtume katika adhiya zake akisema ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Naam, tayyib alkhuluq, mwenye tabia nzuri. Na tabia nzuri ni miongoni mwa mambo ambayo yatawatia watu wengi katika pepo. Aktharu ma yudkhilu an-nas aljanna taqwa Allah wa husnul khuluq, tabia njema. Na mtume ametumilizwa kukamilisha tabia njema. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, tabia nzuri. Mtume alikuwa lam yakun fahishan wala mutafahishan, alikuwa hana mdomo mchafu. Kwa hivyo wewe unaojinasibisha kwamba wampenda na kufuata mwenendo wa mtume, fuata mwenendo wa mtume. Naam, tayyib alkhuluq, mwenye tabia nzuri. Fi muamalatihi, katika mafungamano yake na watu. Lisaghiri, kwa mdogo, walkabiri, na mkubwa. Ndio sifa za mwanachuoni Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Walghani, na tajiri. Walfaqir, na maskini. Wakana kathira al-ijtima', alikuwa ni mwingi wa kutangamana na watu. Bil'amma, watu kwa ujumla. Walkhassa, na watu ambao maalum. Yashtaqu lihadithihi jami'u an-nas, naam, watu wanapenda kusikiliza mazungumzo yake, maneno yake, watu wote. Lisuhulatihi, kwa ulaini wake. Sifa za mwanachuoni, sifa za mu'min ndizo hizi ambazo zote alizosifiwa nazo Sheikh ni sifa ambazo zilizothubutu katika Qur'an. Mdogo akiamiliana naye kwa kadiri ya udogo wake, wa katikati akiamiliana naye, na mkubwa akiamiliana naye, tajiri akiamiliana naye, maskini. Sisi leo tuna taksir ya kwamba wewe ukikutana na mtu ambaye ni mzito, wataka umuonyeshe furaha na kila kitu, uzungumze naye kwa uzuri, lakini ikiwa ni maskini basi utamtoa ndiani. Na akikufuata bwana usimfuate, la sivyo. Na mkundukie uso unayemjua na asokujua, madam ni mu'min. Tajiri, maskini, naam, ya kwamba mkubwa na mdogo. Na mtume asema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq, usidharau wema japo ya kwamba kuona na mwenzako ukawa na uso kwa bashasha. Na ndio Waarabu wana msemo wao, wasema bashashatul wajhi khairun min al-'ata, uso wa bashasha ni bora kuliko kumpa mtu kitu. Naam, wakana wari'an, alikuwa ni mwenye kumcha Mola wake. Zahidan, mwenye zuhudi na kuipa nyongo dunia. Naam, uridha alayhi tawalli alqadha, aliombwa na watu wakatoa manake pendekezo, atukue mansab ya ukadhi mwaka wa 1660. Farafadha dhalika, akakataa. Maulama wengi katika ulama usalaf, wengi waliombwa watukue cheo cha ukadhi, wakakataa. Sababu ni jukumu, linshghalihi bitalabi alilm, kwa sababu ya kushughulika kwake kutafuta ilmu. Shuyukhuhu, mashekhi wake. Darasa الشيخ رحمه الله, alisoma Sheikh ala adad min almashaikh. Na hivi ndio biography za wanazuoni zinapoandikwa, kukulia kwake, kuzaliwa kwake, kutafuta ilmu kwake. Naam, sifa zake, wale maulama ambao waliomsomesha na wanafunzi ambao waliosoma kwake. Hata tarehe za masahaba pia ni vile vile, wale ambao sahaba alotukua hadithi kwao na wale matabiina ambao waliosoma kwake yeye.
نعم فأخذ منهم العلوم وكتكوا كتوك ونشواني هاو علم والفنون نفن بالي المتنوعة بالي nani hawa ambao ni wanane minhum miongoni mwao si wote minhum miongoni mwao si wote الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وهو أول من قرأ عليه هو ni wa kwanza kusoma kwake الشيخ سليمان بن دامغ وقد قرأ عليه القرآن الكريم وحفظه هو الشيخ سليمان بن دامغ شيخ عبد الرحمن السعدي alisoma kwake Qur'an akahifadhi naam kama tulivyosema jana ya kwamba yani salafu salih katika namna ya kutafuta ilmu kwao jambo la kwanza walikihifadhi kitabu cha Allah alafu akaingilia katika fani nyingine الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم الشيخ علي بن ناصر أبو وادي pengine mtu anaweza kusema mbona sasa tufanya haya muhimu hatuwezi kujua thamani ya mwenye kitabu bila ya kumjua yani hatuwezi kujua thamani ya kitabu bila ya kumjua yani thamani ya yule alioandika kitabu hili alikuwa ni mtu wa aina gani na kujua biography na tarajum za maulama ni jambo ambalo ni muhimu leo utakuta mtu manake ajua biography na tarehe za watu wa kiulimwengu mawaziri maraisi wachezaji mpira watu wanahifadhi mpaka manake tarehe zao na waingia katika internet Imam Shafi hamjui nani Imam Abu Hanifa hamjui nani Imam Malik hamjui nani Imam Ahmad hamjui nani kwa nini huwajui hawa ni katika wanazuoni tarehe za masahaba hatuzijui tarehe za sera ya mtume hatujui sasa sisi kama waislamu tujifunze nini tujue tarehe za nani ikiwa hatujua tarehe za hawa mabwana wakubwa salafu na salih tutajua tarehe za nani jamani kwa hivyo hatupotezi wakati ni kitu ambacho ni muhimu ma'dhira afwan naam طيب الشيخ علي بن ناصر أبو وادي قرأ عليه الأمهات الستة يعني الشيخ alisoma kwa huyu bana Ali ibn Nasr Abu Wadi الأمهات الستة vitabu sita maarufu vya nini vya hadithi wa ajazahu dhalika akampa ijaza ni vipi Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi An-Nasa'i na nani cha mwisho Ibn Majah vitabu sita vya hadithi ambavyo ni muhimu amesoma kwa shekhe huyu na akampa ijaza zamani palikuwa hakuna shahada mtu akisoma hupawa ijaza na shekhe hupawa nini ijaza na shekhe الشيخ يعني الشيخ واكي وتانو الشيخ العلامة محمد الشنقيطي هوني موريتانيا شناقطة هاوتك موريتانيا كنا ونزووني نورث أفريكا نزيل الحجاز قديما alisukia Hijaz zamani na hawa walikuja sana yani Shanaqita na mpaka leo wako Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti ambaye aliandika tafsir Adwaul Bayan mwanachuoni mkubwa na tafsiri yake katika tafsiri zenye kutegemewa qaraa alayhi at-tafsir amesoma kwake yeye tafsir wal hadith na hadith wal mustalah na mustalah al-hadith أثناء وجوده وكت وكواكواك هبانا بمدينة عنيسة كتك أمجي وعنيسة وأخذ عنه سندا بالرواية أكتكواكواك سند علمك ورواية يعني يقوم إلى علم أمسوم كمان تفسير أمسوم كتواك وشيخي نشيخي أكم بسندياك مبكك ويلي مفسر إكواني تفسير ابن كثير akata shekhe ampa sanadi yake ya kusoma kwake tafsiri ibn Kathir mpaka kwa nani al-Imam ibn Kathir hadithi hali kadhalika mpaka kwa Bukhari alafu hii kuna ijaza zamani ijaza yani na mpaka leo ziko kuna za mdomo ajaztuka na kuna ijaza za nini za kuandika yani mtu akapewa kama certificate ijaza ya kwamba fulan bin fulan amesoma yani ya kwamba yani kwangu kitabu fulani au kitabu fulani cha hadith au tafsir na mimi ninasoma kwa dha na ule shekhe wangu alionsomesha ansoma kwa fulani mpaka kufika kwa mwenye kitabu hii yaitwa ijaza
na masala haya katika ilmu ya mustalah alhadith huwa iko sana hii. Kwa hivyo ijaza, na ndio kaona katika watu ambao walioandika ijaza yao ya kusoma mpaka kwa vitabu, Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi. Ikiwa mtaka kuona, angalieni ile tafsiri yake, ijaza yake ya kusoma kwake, hii tafsiri ya Jalalain mpaka Jalaluddin Suyuti na mpaka Jalaluddin Al-Mahalli iko pale, na anaandika ijaza yake ya kusoma kwa mashekhe mbalimbali. Na Mwenyezi Mungu alimfahamu biography za maulama wa hadithi na vitabu, tarehe za kufa, tarehe za kuzaliwa na vitabu vyao. Alikuwa shekhe mashallah rahimahullah, moyo wake ni wasi na hifadhi yake ilikuwa nini, ni kali. Sisi tulikuwa tukimona darasani kitu akisahau, akishika kitwa hivi shekhe katika darasa, akikiwata utafikiri ni kitu maji bahari, ilmu yateremka rahimahullah ta'ala. نعم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز المانع، الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبلي، إما mwanachuoni tarehe yake huandikwa au yeye mwenyewe kabla ya kufa akazungumza akaeleza tarehe yake kwa wanafunzi, mimi nasoma kwa fulani, mimi nasoma kwa fulani, mimi nilianza. Na hili ni jambo ambalo lina muhimu kujua tarehe za nani, za wanazuoni. Na ndio kaona vitabu vikiandikwa mara nyingi, na hasa zimepofanywa tahqiq, yani katika mambo yanayofanya yule muhaqqiq au yule mwenye kusherehe ni kutaja tarehe ya nani, ya yule mwanachuoni. Na ni jambo muhimu. Na jambo moja, ukitaka kukijua kitabu na mtungaji wake na manhaji yake na akida yake, soma mukaddima, soma biography. Leo kila kitabu cha Sheikh Ibn Uthaymeen lazima kutakuwa na biography. Kitabu cha Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah, Ibn al-Qayyim na wengineo na aima, utakuta kuna biography yake. Na mpaka utakuta baadhi ya watu leo wameandika research tu, imma ya master imma ya PhD kuhusu mwanachuoni fulani. Sheikh bin Baz وجهوده في نشر العقيدة، شيخ الألباني وجهوده في خدمة السنة. hivi ndivyo ilivyo, na hivi ndivyo kisasa, na ndivyo ilmu ambavyo inavyohifadhiwa. Kila tukiwajua tarehe za wanazuoni, tutazidi kuwajua wanachuoni wa sunna nani katika sisi na ambao si katika sisi. Kwa hivyo maadhira, hatupotezi wakati. Hili ni jambo ambalo ni muhimu. Na talibul ilm anaposoma, katika faida ni kwamba anakuwa na hamu ya kutafuta ilmu, yani anapata istifada, anapata ibra. Angalia namna watu walivyotafuta ilmu. Soma tarehe ya Ibn Hajar al-Asqalani, ya al-Imam an-Nawawi, yani ya kwamba na wewe talibul ilm hutavundika moyo ya kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wansoma utu uzimani bwana, miaka 40 mtu asoma matezo bwana. Ata ibn Abi Rabah alikuwa antamalakiwa na mwanamke Makka, yani katika Masjidul Haram, asomeshwa na Abdullah ibn Abbas mpaka afungwa silisili, miaka 40 asoma. Alala wapi? Msikitini. Lakini angalia kwa kwamba ilmu ndio ya mwenu wa mtu, ikaja mpaka akafikiria hadi khalifa amirul mu'minin atoa amri katika hija, hakuna mtu kutoa fatwa isipokuwa nani? Ata. Yani ya kwamba amir yuamfuata Ata unyo atakwenda kufaidika na mwanachuoni, na huyu asili yake alikuwa ni mtumwa. Twajua ya kwamba wengi katika kibaru ulama utabi'in asili yao ni mawali, wengi katika wanazuoni wa kitabi'in asili yao ni mawali, walikuwa ni watumwa wakatwa huru. Wote wengi walikuwa ni watumwa wakatwa nini? Huru. Leo tutaje kuwadondoa hapa tutawapata wengi. Asili yao walikuwa ni watumwa. Leo wamkuwa mabana wakubwa wa ilmu, wamfundisha ilmu, na mbele ya Mola wao wanakuwa na daraja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu yarfa'u baytan la imada lahu waljahlu yahdimu baytal izzi washaraf. Alilmu yarfa'u baytan, ilmu yainyanyua nyumba, alladhi la imada lahu, nyumba ambao isokuwa na nini? Na pila na nguzo. Waljahlu, na ujinga, yahdimu baytal izzi washaraf, huvunda nyumba ya izzi na utukufu na sharaf kwa sababu ya ujinga.
ilmu ndio inaonyanyua mtu daraja. Mtu mmoja ndani ya mlango akawa ni mwanachuoni, mlango mzima ukapata sharafu, bewa tu kwa kina fulani, bewa tu kwa fulani, wa hakadha. hivi ndivyo ilivyo. Naam. الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل الشيخ هوني katika walimu zake tuko pamoja. نعم. الشيخ صالح بن عثمان القاضي قاضي عنيزة قرأ عليه في التوحيد أمصوم يعني كوكيه توحيد والتفسير والفقه وأصوله والنحو masomo ambao alosoma Sheikh kwa mwanachuoni kama huyo. Alafu wasemekana wa huwa aktharu man qaraa alayhi, na ni katika mashekhe ambao alosoma sana kwake yeye. Walazamahu, akamlazimu akawa pamoja naye qurabata 20 sana, takriban miaka 20 akawa yuko chini ya shekhe yasoma. Miaka 20 mtu yuko chini ya shekhe. Leo darasa ya magharibi na isha waweza ukaihepa, kitwa cha kuuma, wajua siku hizi mambo si mazuri, nenda mbio. Mtu miaka 20 yuko na shekhe lailan wa nahara, usiku na mtana, suku na mtana, hata tuufia, mpaka shekhe akafa. Mtu akaa kwa shekhe yuwasoma mpaka shekhe akafa, pengine atakwenda kwa shekhe mwingine. Naam. Kina al-Imam an-Nawawi kwa siku ana darasa zaidi ya 10. نعم. مؤلفاته hapa Sheikh antaja mashekhe, hakutaja wanafunzi tafsir, lakini insha Allah tukipata fursa tutakuja taja wanafunzi wa Sheikh aliowasomesha. Sheikh nani? Sheikh Abdurrahman bin Nasr, mmoja wapo Ibn Uthaymeen, mmoja wapo ni Bassam, na wengi ambao leo ni watu ambao baadaye wamekuja kuwa ni wanachuoni wakubwa. Hasanatun min hasanatihi muallafatuhu, vitabu vyake. Hivi ndivyo biography ya wanazuoni inavyoandikwa. Kwa sababu nasema hivi, wengi yani katika watu wanaosomesha darasa, mambo kama haya huwa hayataji. Ghalib utasikia labda akitaja ni kidogo, lakini kitabu kusomeshwa kabla ya kusomeshwa kitabu, watu wakamjua yule ambaye alosomesha na kazi alizozifanya, utakuwa si rahisi. Naam. Exidi sana jamaa zetu ufanya hauli ile siku aliyokufa ule shekhe. Sisi hatufanyi hauli. Sisi kitabu kabla ya kusoma twasome nani Muhammad ibn Abdul Wahhab, nani Abu Ja'far at-Tahawi, nani Ibn Taymiyyah, nani Ibn Qudama. Naam. Na hakadha nani al-Hafidh alioandika Bulughul Maram. Lazima kabla ya kusomesha kitabu tumjue yule mwenye alioandika, na yani wanazuoni wamesema nini kuhusu kitabu. Hapa haikuandikwa, lakini kuna kauli za maulama wasema nini kuhusu manhajus salikin. Hichi kitabu kimpata kabul, kimeshereheshwa, kimesomeshwa. Je, umuhimu wake na kauli ya wanazuoni vipi? Angalia, hivi ndivyo kusoma, hivi ndivyo kusoma, na hivi ndivyo kustafid kabisa. Hivi ndivyo kusoma, kumjua yule mwanachuoni, tarehe yake na kila kitu. Sisi hatuna mambo ya hauli. Tulipokuwa tuna mihadhara yale, tukijeta tarehe za wanazuoni ambao hatukuweka tarehe yale kufa. Yuko mmoja khurafi aliniandikia barua, akaja akanambia, nyinyi mwapinga hauli, mbona mwafanya mihadhara? Angalia mjinga. Sisi tukifanya ile mihadhara si tarehe ambayo aliyokufa, nyinyi hauli mwafanya tarehe ambayo aliyokufa. Sisi tutaja tarehe, faida zake na umuhimu, umma umjue. Nyinyi mwafanya kila mwaka. Naam. Mkianza mwanza na khitma bid'a, mkimalizika khitma itakuwa ntwari na ngoma bid'a, ama sio? Naam. Hakuna ikiwa masahaba walifanya hiyo hauli kama nyinyi, au mwafanyia kwa kwamba ni jambo linalofanywa na wazee. Dini si wazee, wamfanya masahaba. Tuonesheni hauli ya mtu mmoja. Mtatuambia kwamba mtume alikuwa akimtindia bibi Khadija nini, nyama, akiwapeleka marafiki zake, ndio hauli. Sema ile Sheikh Muhammad Qasim rahimahullah alipokuwa iwajibu shubha kama hii katika Sauti ya Haki,
akimjibu albith la Sheikh Muhammad Ayub. Naam, sivyo. Yani ya kwamba hii ni subha, ni jambo ambalo hakuna, ni jambo ambalo hakuna. Kwa hivyo kwamba watu wafahamu tofauti ya hauli na nini. Hatupigi firimbi, nenda kwenye hauli ukisikia. Sasa hivi kutaanza watu kupiga nini? Ngoma, alafu ndio watoja tarehe yake. Sisi tutaja tarehe na nini? Na si siku aliyokufa. Sasa kuna tofauti ya kwamba kutaja tarehe. Sasa sisi tutaja Sheikh Abdurrahman Saadi, ndio leo siku na jana aliyokufa. Naam, tutaja tarehe Sheikh bin Baz, ndio leo siku, au tutafanya khidma, au tutafanya hauli, au tutafanya tausia. La, hatufanyi sisi. Naam, muallafatuhu, vitabu vyake. لقد كتب الشيخ رحمه الله أميندك الشيخ رحمه الله في صنوف وفنون عدة vitabu katika yani fani mbalimbali, aina mbalimbali na fani mbalimbali. Baadhiha tubi'a, baadhi ya vitabu vimpigwa vinchapishwa, wal ba'd al akhar, na vingine lam yutba, havijachapishwa bado. والناظر في مؤلفاته, na yule mwenye kutizama katika vitabu vyake, yajidu fiha sa'at al-ilm, atapata ndani yake ukundufu na upana wa ilmu, na upana wa ilmu, wa ta'addud majalatihi, na namna alivyoingia katika fani mbalimbali za ilmu. Wa min ahammi hadhihi al-muallafat, na katika yani vitabu muhimu ambazo alizoandika, miongoni mwao ma yali, nan kidogo sana hizi, na uhakika mimi binafsi hivi ambavyo vilivyoandikwa hapa, minna vitabu vya shekhe zaidi ya hivi, na vitabu vya shekhe zaidi ya hivi, zaidi ya hivi. Naam. طيب, cha kwanza Taysirul Karim Arrahman fi tafsiri kalam al-Mannan. Hichi ni kitabu cha tafsiri ya Sheikh Tafsiru Saadi, ambacho kizuri, lugha yake ni rahisi na ategemea hadithi. Talibul ilm aweza akasoma akastafid. Waqad tubi'a taba'at kathira, zimechapishwa chapa nyingi. Taysirul Karim Arrahman, halafu hii tafsiri yeye mwenyewe akaja akaifupisha, akaifanyia mukhtasar, akaifanyia manake summarization. Hii tafsiri akaifanyia summarization kwa juzuu moja peke yake, akatoa ayatul ahkam. Ziko inshallah, yani ya kwamba nikipata fursa nitakuja waonyesha, yani amefanya ikhtisar ya hii. Naam. Pili, manhajus salikin wa tawdihul fiqh fi ad-din, wa huwa ma qumtu bi sharhihi. Kitabu hichi tunachosoma manhajus salikin, lugha yake rahisi. Halafu ana kitabu chengine cha fiqh kizuri kama hichi, akiita Nurul Basair, akiita Nuru al-Basair, ambacho sasa hivi kimfanywa sharhi na Sheikh Saad bin Nasr al-Shatri. haya طريق الوصول إلى علم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. كتاب kinachofungamana na qawaid al-ilm, qawaid usuliya, na ana na chengine pia. Takriban katika fani moja Sheikh aiza akawa na vitabu viwili vitatu. Hapa katika hii tafsiri ana takriban yani vitabu vitatu. Hii tafsiri yenyewe kubwa, na ana mukhtasari yake, na ana ayatul ahkam. Vingapi? Mufid sana vitabu vya Sheikh rahimahullah. الفتاوى السعدية 3 مجلدات. أنا كتاب أكيد الفتاوى السعدية، يعني فتاوى zake zimekusanywa zani manake watu wakaweza kufanini kufaidika. إرشاد أولي الألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. hichi kitabu cha 5 katika vitabu ambapo Sheikh alivyoandika. Kitabu chengine katika kitabu vya hadith vizuri, ameleta hadith na sharhi yake. Naam, akaandika Bahdatu Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyun al-Akhyar fi sharh Jawami' al-Akhbar. Kitabu muhimu sana ambacho lau chatolewa darasa watu watastafid sana. Mujallad wahid lau chatolewa darasa, kitabu kizuri,
mara nyingi siwahi kutumia yani katika sehemu mbalimbali kwenye darasa. Kina faida nyingi sana kitabu kama hichi. Na wakati mwingine shekha utaja sababu ya kuandika yani kitabu au kutunga kitabu kama hichi. Na yani katika maulama niliowasikia wakisomesha, namsikia Sheikh Ibrahim Ar-Ruhaili akisomesha katika Masjid an-Nabawi kitabu hiki, توضيح الكافية الشافية، وهي القصيدة النونية لابن القيم. الإمام ابن القيم أنا مشاعرياك تقريبا 1100 زيد 1100 أيت الكافية الشافية أو يأيت نونية ابن القيم. مشاعري كوس عقيدة مزوري سان الحمد لله ينبت قبول يكو شرح شيئا نا كتك ولو شرحيشا ni الشيخ محمد خليل هراس أما شرحيشا نا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الصعدي أما شرحيشا نونية كتابه كزوري كتك مسألة عقيدة كزوري سان ni mashairi zaidi 1100. نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله amefanya kazi kubwa, amesherehesha. Na katika mtu aliyopata tawfik ni Sheikh Ibn Uthaymeen. Vitabu alivyoandika kwa mkono wake si vingi kama vitabu vilivyokuja kuandikwa na wanafunzi wake. Yani kama mathalan kitabu ankisomesha, wanafunzi wakatukua kaseti wakaanza kuandika, waliompata bahati ya kuwa hai wakampelekea, ambao baada ya kufa kukaekwa lajna maalum, komiti ya maulama dakatira wakubwa wanafunza Sheikh Ibn Uthaymeen. Wamfanya nini? Wakusanyikana, yani wapeana kazi, wetu kuwa hizi kaseti kadhaa zote za kusanywa, zaandikwa, zarekebishwa, chatoka kitabu. Kwa hivyo vitabu vya Sheikh Ibn Uthaymeen ukiviona pengine si kwamba aliandika yeye, ni kaseti zimeandikwa, na mojawapo ni hichi kitabu Sharh ya Nuni Ibn al-Qayyim ambao ni mujallad minne mikubwa namna hivi. Yani ya kwamba wanafunzi wameandika, kina Sheikh Khalid al-Mushayqih hafidhahullah na wengine wakafanya kazi kubwa sana. Leo natija ya ilmu ya Sheikh Ibn Uthaymeen leo katika kila fani, kila kitabu alosomesha, subhanallah, kuna vitabu, mbali na kwamba kuna qanat, yani ya kwamba channel ya Sheikh Ibn Uthaymeen bas katika TV, katika Arab site kuna qanat ya Sheikh Ibn Uthaymeen bas, yani ni darasa na mihadhara sawa sautia au mar'ia video Sheikh Ibn Uthaymeen peke yake. Angalia kazi, na mtu huyu ansomesha mpaka dakika yake ya mwisho. Sheikh anshikwa na nini? Kansa. Naam, anlazo hospitali Jidda Ramadhan, akija kauliza 27 lini, lailatu 27 Ramadhan, asema aambiwa ni kesho. Akapiga kelele asema nitolewe hospitali, mimi nitakwenda haram lailatu 27, nataka kwenda haram. Akatukuliwa na ambulance na vitu vyote vya ICU, akapelekwa akatiwa katika chumba iwatoa darasa, atoa darasa hali ya kuwa taabani, hawezi ishamla na kila kitu, mpaka akianza darasa asema kama alivyosema Mtume, jamani, la'alli la alqakum ba'da amikum hadha, huenda baada ya mwaka huu mimi nisikutane na nyinyi tena katika siku ya leo. Na naam, baada ya 6 Shawwal au katika 6 Shawwal. Hawa ndio wanazuoni tadhhiya, wantu wa ilmu yao, wantu wa mali yao. Ukiangalia Sheikh bin Baz usiulize namna kazi alizofanya huyu bwana. Naam, الخطب العصرية القيمة. نعم، القواعد الحسان لتفسير القرآن. hichi ni kitabu muhimu sana, leo mtu akisoma atapata faida. القواعد الحسان لتفسير القرآن, hapa ameandika mambo mengi, na nafikiri hii itakuwa ni mukhtasar ya taysir na mujallad mmoja pekee yake. نعم، المختارات الجلية من المسائل الفقهية. Hivi ni viongoni na vitabu na ni vingi. Kama nilivyosema, ilikuwa kuna haki ya kama mchungaji, kuna mambo mengi anyawata. Leo tukipata fursa tutakuja kueleza, lakini hapa huyu bwana kuna mambo anyawata hakutaja wanafunzi ambao walosoma. Ni wajibu kujua, ninasema maadamu ni mwanachuoni
na ni katika wanazuoni wakubwa walioleta natija wakaleta hasanat. Lazima tujue, pengine wengi tulikuwa hatumjui sisi. Mtu pengine ansikia Bin Baz, mtu pengine ansikia nani, Ibn Uthaymeen, ndio wa karibu, lakini walimu zao tuwajua. Na huyu ni katika watu muhimu katika tarikh, Sheikh Abdurrahman bin Nasr As-Saadi. Yani yakaba huenda katika kusoma vitabu vyake au ukasoma siku za mbeleni, humjui wewe. Lazima biography za wanazuoni tuzijue. Watu wasoma vitabu vya wanasayansi wakubwa na nini, mtu akawaiwajua biography ya mtu scientist, yani mtu wa geography, mtu wa ilmu fulani, lakini yani biography ya wanazuoni, aima, masahaba, aimatul arba'a hajui. Ni jambo ambalo muhimu kujua bwana. Naam, wafatuhu, kufa kwake. Wa fi am, katika mwaka 1371 usiba الشيخ بمرض ضغط الدم. شيخ alishikwa na maradhi ya high blood pressure. Naam, wadhiq الشرايين, yani ya kwamba zile pipe zinazotukua damu kutoka moyo, kutoka katika moyo kwenda katika nini, mwili, ndio sharayin. Yani zikawa zamtia dhiki, ana matatizo jambo kama hili. Fakana ya'tarihi almarra ba'da al-ukhra, maradhi yalikuwa yakimshika mara kwa mara. Wa fi am, na katika mwaka 1372 safara الشيخ ila Lubnan. Sheikh alikwenda Lebanon liyatalaqa al-ilaj hunak, ili kwenda kutafuta dawa, matibabu. Sheikh Ibn Uthaymeen alikwenda wapi? Amerika, sio? Sheikh Ibn Uthaymeen alikwenda kutibiwa Amerika, akarudi akasema sitaki tena kwenda. Sheikh Muqbil alikwenda wapi? Yani Amerika, akaambiwa utafanywa kimo wewe, nyele, ndevu. Akasema sitaki kwenda mbele ya Mola wangu kwa sina ndevu. Akagoma. Amir Naif alipokuja akamfanyia mpango, akaenda tena Ujerumani. Na ajabu watu hao, mtu amkwenda na maradhi thaqili, lakini alipofika Ulaya akafanya da'wa. Sheikh aliwahi mpaka Sheikh Muqbil kutoa khutbatul Jumaa. Naam, akasomesha, akatoa mihadhara. Sheikh Ibn Uthaymeen vile vile hawakusema tunkwenda maradhi, isipokuwa tunkwenda kujitibu tu. Yani ya kwamba itakuwa ni tabu na nini. Sisi twahisi dhiki, sisi twahisi nini, dhiki. Naam, siku nyingine nakumbuka nilikuwa nampeleka ahli yangu Moshi, sija kujua Moshi. Basi baada al-maghrib kitu kama hiki, basi tuko chumbani twazungumza, tushakula. Sasa nasikia mlango wa biso, ko. Nani huyo? Waiter? Si waiter. Nikifika tuona vijana karibu 5 na waona, assalamu alaykum. Wa alaykum salam, hali yako? Katoka salama, hamjambo na nini. Wanuliza hali, umkuja tafuta nini, umkuja na nini? Sisi twasikia uko hapa. Kama kweli namleta hali yangu KSMC kule, yani hajisikii vizuri na nini. Sasa basi kwa nini ukutuambia sisi tukakufanya mipangilio bwana? Mkamba wallahi basi haina haja, haina taklifa. Basi taklifu na nini? Kazungumza wenda lini, ukaona finenda siku ya pili, siku ya tatu. Akasema sasa shako sani yako, umkuja na watu wamkujua, wanasikia kwamba umkuja hapa msikitini, umkuja hapa. Kwa hivyo shekhe, waumini wakungoja japo dakika ndio ukawape darasa. Shekhe, mimi na mtu ndamweka ndani mwenzangu, haitakuwaje? Anambia shekhe, tutakwenda na tutamtukua ahali yako, mmoja nitamweka kwangu, gari iko chini. Kamba bwana, tumvamiwa bibi. Kuna nini? Mamkuja watu hapo, watu waniamkua na nini, mbona mkuja hapa kutueleza? Mimi siwajui. Sasa wananiambia bwana, wataka kuntukua bwana, nende nikatoe kalima msikitini. Sasa itakuwaje na wewe uko peke yako? Anaambia wewe nenda, mimi nitafunga mlango kwa ndani, hakuna neno inshallah, wewe nenda. Naam, basi ikawa ni dawa. Na nikifika ni kweli bwana, msikiti njaa. Basi tukajaaliwa kwenda kuzungumza mpaka tukamaliza. Akasema ya kwamba wewe tumkufanya hivi, na siku moja ankuja Sheikh Muhammad Sharif Famau hapa,
tukajua tukaenda tukamtoa hoteli tukamweka na nyumba na akaja au tuamuuguza hospitali akatoa darasa. Naam, basi hii ndio hali. Naam, mashaka wenda nje lakini wanapokwenda enda kwa ilaji lakini dawa. Naam, wa idha kana alilaj idh kana alilaj yalipokuwa matibabu Saudia wakati ule bado haijaendelea ghaira mutawafirin fi baladihi anadhak, ilikuwa matibabu hayajaendelea ikabidi kwamba ende akatibu Lebanon. Wajalasa fiha qariban min shahrin, akakaa takriban mwezi mmoja hatta shafahu Allah, mpaka Allah kamponyesha. Wa ba'da mudhi iddati sanawat, baada ya kupita miaka mingi عاوده المرض مرة أخرى مرة ثانية، مرض يكبرجيا مرة ya pili أشد zaidi مما كان عليه من قبل. kuna riwaya nyingine kwamba ilikuwa atakupelekwa mahali pengine kwenda kufanywa ilaji na ndege, lakini hali ya anga siku ile ikawa ni mbaya, ndege haiwezi kurua. Katika biografia nyingine za wanazuoni ikabidi abakie pale pale afanye ilaji. فتوفي رحمه الله شيخ يكافى في جماد الآخرة، كتك جماد الآخرة سنة 1376. hata wanazuoni wetu hapa lazima tujue tarehe za wafayati, lazima tujue. Sisi ukimwambia atakwambia Sheikh Abdullah nkufa 1992 ama sio, Sheikh Qasim nkufa 1992. Suala ilikuwa mwaka gani hijiria? Mpaka turudi labda katika sauti ya haki ndio tutakapokwenda ona. Almuhimu jamani ya kwamba hatukupoteza wakati. Hii darasa ya pili tukiwa tuendelea na kueleza tarehe ya nani, ya Sheikh Abdurrahman As-Saadi, tarjama yake, biography yake. Na jana hapa yani tulipoanza kusema katika hii safha ya kwanza chini tuangalia baadhi ya wanazuoni ambao sisi tunsoma kurasa mbili tu, tunsoma kurasa, lakini ya kwamba watu wameandika vitabu maalum, wengine wakaandika vitabu vya wanazuoni wakamtia huyu Sheikh Abdul Razak Al-Badri hafidhahullah. yeye risala yake, research yake ya masters amwandika Sheikh As-Saadi, na research hiyo yaweza kuwa ni mujalladi mmoja au mujallad wawili hakadha. Leo manake wanafunzi katika research za PhD za masters wana katika yani buhuth zao wanaandika tarehe ya wanazuoni hawa, na mtu akaandikwa mpaka mwisho. Leo mbele mpaka Sheikh Abdullah anaandikwa, mpaka Sheikh Muhammad Qasim anaandikwa, mpaka Sheikh Lamin. Si hapa la university zande bahth. Naam, na hivi ndivyo ilivyo insha Allah. Na hawa ndio wanazuoni ambao washakufa lakini wako hai. Allah subhanahu wa ta'ala yatosha yani kuwapa daraja, akasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat inma yakhsha Allah min ibadihi alulama warathul anbiya. Na ndio kaona mambo ni haya, hawa wanaondoka katika ulimwengu lakini kazi zao mpaka leo zenda. Wajua kwa sababu gani? Kwa ikhlas. Ikhlasi yao ndio iliwapelekea mpaka leo, yani ya kwamba manake kazi zao zenda, vitabu, wanafunzi, watu wanasoma vitabu vyao, na kule waliko ni sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bi. Ni sawa sawa na mwanasiasa. Wanasiasa wangapi leo watajwa, labda akitajwa sana skuli njengwa jina lake, naam, barabara injengwa impewa jina lake, lakini je atatajwa saa zote katika majalisi ya khairi kama haya? Hawezi kutajwa, sio? Na ndio mshairi wa Kiarabu asema aqul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta at-turab ramim wa dhul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala ath-thara yudhannu min al-ahya'i wa huwa 'adim. Wanachuoni hayyun yuko hai, khalidun na atajwa milele, na tatajwa milele baada mautihi, baada ya kufa. Mimi siku moja nakumbuka Madina natembea kwa ganyizwa vitabu yani bid'a sehemu ya kwanza Sheikh Abdullah, vinchapiswa vizuri wallahi, baganyizwa vya Kiswahili ba Sheikh Abdullah. Sasa Sheikh Abdullah na Madina wapi? Kwa wa dhul jahli mayitun, na yule mjinga huwa shakufa.
wa huwa yamshi ala thara, ai watembea, lakini lishakufa halina maana. Watu wadhani adhani kama ni katika hai na kumbe hayuko. Kwa hivyo poleni jamani, leo tumaliza Isa yani tarjama mukhtasara sehemu ya pili ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi, kuanzia sifa zake yani mpaka muallafati zake, mashekhe zake mpaka kufa kwake. Kwa hivyo inshallah Jumatatu tutaendelea na nani, na tutaanza kitabu siyam biidhnillah taala wakati unkwisha. Kesho tutakwenda na nini, na ile aqidatu alwasitiyya na at-tahawiyya, na natarajia kwamba tutaenda kuimaliza. Kwa hivyo ikiwa Allah antujalia uhai na uzima tutaweza kuimaliza kabla ya Ramadhani inshallah. Tuangalie Shawwali tutakwenda na kitabu gani. Tunaanza tokea 2019 kitabu, lakini mara hili fi khair inshallah. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka